Mtazamaji wa Komba TV, na mimi uko poa kabisa, na sasa hivi ni weekend, umechili maskani, unahitaji kurefresh, kupata akili mpya kwa ajili ya kuingia kazini tena Jumatatu na vitu vingine kama hivi. Sasa ukiwa umechili zako maskani, unahitaji pia kucheki movie moja labda kali ambayo itakupunguzia mawazo ya kazi ya wiki nzima na kukupa akili mpya kwa ajili ya Jumatatu. Sasa Komba TV kazi yetu ni moja tu, kukusogezea movie ambayo unatakiwa uipate na kukupa burudani ambayo ni kali zaidi kwa kile kitu ambacho unatakiwa ukipate. Sasa kwenye recap ya movie niko na mwanangu Kashfire hapa kwa ajili ya kuweza kukusogezea movie kali. Sasa sijajua leo kuna movie gani nzuri mwanangu ambayo ukikaa weekend unaweza kaitazama na familia yako vizuri kabisa bila kuogopa, kwa sababu tunafahamu kuna movies zingine inakuwa noma na mtiti sana kuicheki kama familia. Sasa bwana Given, movie gani ambayo ni kali unaweza ukachili na familia yako weekend hapa ukaielewa vizuri, alafu ikawa kali, ukao vizuri kabisa hata kiakili mzee wangu? Kuna movie moja inaitwa A Girl Like Nina. Ni amecheza mdada mmoja anaitwa Sarian Martin. Yeah, dada ambaye ametoka juzi tu hapa miaka miwili nyuma. So mkubwa kiivo. So mkubwa, lakini ameshaanza kuwa mkubwa kwa sababu alikuwa anashirikishwa pale Nigeria. Pana kikundi kimoja, huyu jamaa anaitwa Uchenna Mbonabo. Yeye ndo kama Kanumba wa sasa hivi wa kule Nigeria, kwa sababu wasanii wengi ni producer. So anatengeneza movie, anawaita wasanii wakubwa wengi wanafanya. So yule bidada pia alitokea pale. Sasa hivi ameshafungua channel yake inaitwa Sarian Martin TV. Ameanza kufanya kazi zake zinasimama kweli kweli. Okay, tusimulie kidogo ili nikienda kuicheki nisiwe mgeni kwenye hiyo movie ya A Girl Like Nina. Okay. Bana, A Girl Like Nina ni movie moja ambayo inahusiana na masuala ya familia, lakini pia ina story kidogo ya mapenzi. A Girl Like Nina, huyu Nina ni nani? Kwa sababu movie yenyewe inasema mwanamke aina ya Nina au kama Nina. So huyu Nina ndo huyo dada ambaye anaitwa Sarian Martin, ndo mwandishi wa hii movie na ndo director mwenyewe. Hii movie inamuhusu huyu dada ambaye anaitwa Nina, ambaye yeye alipotezana na familia yake tangu akiwa mdogo, na walizaliwa mapacha kwao, yeye pamoja na ndugu yake anaitwa Scarlett, pamoja na mama yake na baba yake. So mama yake ni mwanamama tunamfahamu anaitwa Obi Titus, lakini baba yake ambaye amecheza humo ni Emani Onyekomnaru. Ni baba ambaye amecheza movie nyingi sana hapo nchini Nigeria. So movie hii hapa inaanza ambapo tunamuona Nina, yeye ni dada ambaye ni mjasiriamali na genge lake, anauza sokoni tu nyanya, haya mahitaji ya nyumbani ya kwenda kupika. And then kuna kaka mmoja ambaye amecheza kama Toby, lakini wengi tunamjua kama Michael Dapa. So Toby yeye alikuwa anaenda pale na ananunua vitu vyake kila siku. Mara ya kwanza alikuwa ananunua pembeni kwenye genge la pembeni ambalo anauza Nina pembeni yake, lakini baadaye akaanza kuzoeana na Nina. So wakawa ni marafiki ambao wameanza kuzoeana kwa namna hiyo hapo. Na Nina akawa anaenda nyumbani kwa Toby, anapika, wanafurahi. Pamoja na kwamba walikuwa hawajatongozana, lakini maisha yao yalikuwa ni mazuri na walikuwa wanapendana sana. Ukiwatazama unasema yes, sawa tu ni couple, japo wenyewe walikuwa hawajaambizana kama wanapendana. So hii movie inapokuja kuwa patamu ni pale ambapo huyu Nina walikuja waandishi wa habari pale anapouzia, and of course walikuwa wanamuoje kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wamefanya kazi muda mrefu pale, lakini pia amekuwa na mafanikio kwa namna moja ama nyingine. Genge lake limekuwa kubwa na ndo mtu ambaye anauza sana pale. So waandishi wa habari wana kipindi chao ambacho walikwenda kukifanya pale kwa ajili ya kukipeleka hewani, na kipindi kweli kikaenda hewani. Kilivyoenda hewani, sasa huyo Nina ana alama hapa shingoni. Hiyo alama na mdogo wake huyo Scarlett ambaye ni pacha yake pia anayo. So mama yake akawa ameiona hiyo video, alikuwa anafuatilia live hayo matangazo hicho kipindi. Akaiona ile alama, na huyo mtoto alimpoteza kitambo sana. So akamwambia mume wake kwamba mume wangu, nimemwona binti yetu. Walikuwa wanatumia jina tofauti, nimesahau kidogo, ambalo walikuwa wanamuita zamani, lakini sasa yeye anatumia Nina kwa sababu si alipotezana na wazazi wake. So ikabidi ile familia ianze kumtafuta Nina sehemu alipo. Mama yake pamoja na yule Scarlett wakaanza kumfuatilia mpaka anakokaa. Wakaenda kule anakokaa. Huyu Nina alikuwa anakaa na rafiki yake ghetto. Rafiki yake anaitwa Kemi, jina lake halisi anaitwa Sarah Samuel, pia wengi wanamfahamu. So Nina alikuwa anakaa na Kemi. So kuna kipindi wakaenda pale wakamkuta Nina, ikabidi mama yake aanze kueleza kwamba mimi ni mama yako. Sasa Nina kwa sababu ameshakuwa mtu mzima, akumbuki mama yake ni nani kwa sababu waliachana kati watoto, na ana mama yake ambaye alikuwa anamlea hivyo mpaka amekuwa mkubwa, unaona.
ana mamake na babake. So ikabidi Nina akatae kwamba nyinyi mmekuwa vichani, ni mimi nina wazazi wangu ambao wamenizaa na wamenilea mpaka hapa nilipo. Wale wazazi ambao walimkotaga na walimlea hawakumwambia kwamba ana wazazi wake wengine. So ilikuwa ngumu sana kuamini. Ikabidi baadaye wakafanya DNA check. Nina akaenda kufanya DNA check na babake, ambaye ni huyo mzee Emani, huyo ndo baba yake. Ikabidi wende wakapige DNA check, wakafanya pale, basi ikajulikana kwamba kweli ni familia. Basi wakawa wamefurahi. Huyo Scarlett ni Canada ambako kenyewe kamesoma Ulaya, so kalirudi, na ndo wakati kamerudi ndo ikawa imetokea hiyo issue kumtafuta dada yake, na baadaye wakawa wamempata. So Nina yeye anaishi maisha loko sana, hajui, hajasoma, so maisha yake ni ya kawaida, uvaaji wake kawaida. Lakini huyo Scarlett yeye amesoma nje ugaibuni huko, so maisha yake ni mazuri sana. Na alivyomuona dada yake pia alifly, pamoja na kwamba dada yake alikuwa mshamba, lakini akaanza kumbadilisha mdogo mdogo kwa ajili ya kumnunulia nguo na nini. Sasa kibaya, yule Toby ambaye alikuwa ni rafiki wa Nina akaanza kumtafuta. Yule Toby pia ana pesa nyingi sana, akaanza kumtafuta Nina ampati. Kabidi baadaye Nina amuelekeze kwamba mimi nimekuja nyumbani, wazazi walifanya DNA check, walinifuata, basi tukakubaliana na nimerudi nyumbani hivi sasa. Ikabidi yule Toby bwana aanze kwenda kwa kina Nina. Ile issue ya kwenda kwa kina Nina, yule Scarlett ambaye ni pacha wa Nina akaanza kumpenda jamaa Toby. Sasa issue ilianzia hapo, kwa sababu Toby kila akija pale nyumbani hawezi kuongea na Nina tena. Kale Scarlett kana mdaka juu kwa juu, kanaongea naye, kanapiga naye story. Hivyo baadaye kalikuwa kanampenda sana. So hichi kitu kikaanza kuleta ugomvi kati ya Nina pamoja na Scarlett. Tunafahamu Nina na Scarlett hawajakuwa pamoja na kwamba ni mapacha. So ikabidi Nina anze kujitenga. Actually wakaanza kugombana kwa vitu vingi, na Nina anafoka kweli kweli. Ni mtu ambaye ni mkorofi ukimkorofisha. Akaanza kuleta vagi mule ndani, basi wazazi wao wanafanya kuachanisha ni watoto wao pia. Baadaye mama yake akaja kufahamu kwamba anayeleta shida ni yule Toby mwanaume ambaye wanamgombania. So ikabidi yule mama amtafute Toby na kumwambia, wewe umegombanisha mabinti zangu, fanya urekebishe. Sasa Scarlett kwa sababu ameelimika, pamoja na kwamba alishampenda yule Toby, akaja kufahamu kumbe dada yangu anampenda huyu jamaa na ametoka naye mbali. So inabidi niwe na mipaka. Ikabidi siku hiyo sasa ambayo Nina akawa ameenda kwa Toby kuongea naye, kwa sababu mamake alisema aongee nao. Alianza Scarlett, akaenda akaondoka, baadaye Nina akaenda. So Toby akaanza kumueleza kwamba mimi Scarlett sitoki naye, lakini ni vile tu ananikubali sijui nini na nini. Scarlett akawa ametokea, akamwambia dada kwamba dada, nisamee, nilikuwa sifahamu kwamba huyu mtu wewe unampenda na upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, nilikuwa sifahamu, nisamee sana. Lakini pia Toby nisamee, mimi pia sikujua kama dadangu anakupenda kiasi hicho. So akawa amewaachia uhuru hapo, wakaanza kupendana hivyo. Baadaye huyu Nina baba yake alimuuliza, unataka nikufanyie nini baada ya kuja nyumbani? Nina akasema mimi nataka unifungulie mgahawa mkubwa sana. So baba yake akawa amemtafutia sehemu nzuri kwa ajili ya kumjengea mgahawa. Lakini baadaye kaja ikatokea safari ya kwenda yani nje ya nchi ya Nigeria. Kutoka Lagos kuna sehemu akawa imetokea safari, kabidi Nina sasa asafiri aondoke. Akaondoka kuelekea huko. So movie yetu inakuja kuishia ambapo Nina ameondoka ameenda nje ya nchi pamoja na Scarlett ambaye ni pacha yake, ambapo hawa walipotezana muda mrefu sana, lakini wamekuja kukutana kati ni watu wazima, na kizuri zaidi ule muungano wao, chemistry kama mapacha bado ulikuwa, pamoja na kwamba walikuwa ni watu wazima. Hii movie inafundisha vitu vingi sana, kwamba inawezekana kuna watu wengi ambao pia wamepoteza wazazi pasipo kujua sababu ilikuwa nini. Kwa sababu kama huyu Nina alipotea baada ya majambazi kuvamia kwao, mamake akawa amekimbia na Scarlett akaondoka na mtoto mwingine akajua ni Nina. Unaona? So inatufundisha kwamba mambo mengi yanaweza katokea kwenye maisha yetu, lakini hayawezi kumaliza ama kuua upendo wa familia ama ndugu ambao wamezaliwa pamoja. Kitu kinaitwa A Girl Like Nina, unaweza kukipata kupitia Sarian TV. Huyu dada ndo Sarian Martin ndio ametengeneza hii movie. Movie nyingi sana amezifanya na zimekuwa bomba sana, lakini hii ni moja kati ya movie nzuri sana. Nirudishe kijiti kwako Komba. Bwana Kashimoto hapa, nadhani kwa wafuatiliaji wa Komba TV watakuwa wameelewa kwa kile kitu ambacho nilikuwa nawaambia. So A Girl Like Nina ni bonge moja ya movie. Sasa hivi ukicheki, ukitulia nyumbani, kuna vitu vingi sana unaweza kujifunza na mambo yakaenda fresh. Sasa ni kuahidi kitu kimoja, kila weekendi sisi tutakuwa tunakudondoshea mawe ambayo unatakiwa uyacheki kupitia Komba TV. Kazi yetu itakuwa ni moja tu, kukuambia bwana kuna jiwe hili hapa kali, weekendi ukitulia na familia yako Kinyamwezi utakuwa una enjoy kabisa. Mimi naitwa Elvin, I'm out yo.